Habari zenu, karibu kwa taarifa zetu za siku za leo kutoka JMN. Mwanamke aliyezikwa na vifusi aokolewa akiwa hai baada ya saa 36. Kwa mujibu wa idara ya zimamoto ya Bogota, timu za uokoaji zimemtoa mwanamke akiwa hai baada ya kunaswa chini ya vifusi kwa saa 36 katika mji wa Pereira. Waziri wa mambo ya ndani wa Colombia, Rodrigo Lara, amesema katika ujumbe kwenye mtandao wa X kwamba Daniel Lago Sanchez mwenye umri wa miaka 32 alipatikana chini ya vifusi vya hoteli. Mwanamke huyo alihamishwa mara moja katika kituo cha afya cha eneo hilo ambako anaendelea kupata matibabu. Mujibu wa Rais Abelardo del Espirla, waokoaji mjini Pereira bado wanaendelea kutafuta zaidi ya watu 40 ambao hawajulikani walipo. Idadi ya waliofariki katika tetemeko la ardhi lililokumba Colombia imefika watu 181 huku vifo vingi vikiripotiwa katika miji ya Cali na Pereira. Tetemeko hilo lenye ukubwa wa 7.4 lilitokea saa 1:34 asubuhi kwa saa za nchini humo Jumatatu, na mitikisiko yake ilihisiwa katika maeneo makubwa ya magharibi mwa Colombia, huku mitetemeko midogo ikiendelea hadi Jumanne. Ingawa idadi rasmi ya vifo ni 181, mamlaka za eneo hilo zinasema huenda idadi hiyo ikaongezeka na kuvuka watu 240 kadri shughuli za uokoaji zinavyoendelea. Rais wa Colombia Abelardo del Espirla ametangaza hali ya dharura nchini humo, akitoa taarifa kuhusu hali ilivyo mjini Pereira, mojawapo ya maeneo yaliyoathirika zaidi. Rais amesema watu wapatao 2600 wamejeruhiwa na takriban watu 200 bado hawajulikani walipo. Aidha, amesema zaidi ya nyumba 1100 zimeharibiwa kabisa, huku zaidi ya nyumba 8000 zikiharibiwa kwa kiwango vikubwa. Wasiari washerehekea baada ya aliyekuwa Rais Bashar al-Assad kuhukumiwa kifo. Wakazi wa mji wa Idlib nchini Syria wamekusanyika kusherehekea baada ya mahakama kumhukumu kifo rais wa zamani wa nchi hiyo, Bashar al-Assad. Haya yanajiri baada ya mahakama ya Syria kumhukumu kifo dikteta aliondolewa madarakani Bashar al-Assad licha ya kutokuwa mahakamani baada ya kumpata na hatia kwa makosa ya kivita na uhalifu dhidi ya binadamu wakati wa vita wa wenyewe kwa wenyewe nchini humo. Assad alikimbilia Urusi pamoja na familia yake baada ya utawala wake kupinduliwa mwezi Disemba mwaka 2024, jambo lililohitimisha utawala wa familia yake uliodumu kwa miongo 5. Katika kesi hiyo hiyo, mahakama pia ilimhukumu kifo Ateb Najib, binamu yake Assad na aliyekuwa mkuu wa usalama wa kisiasa katika jimbo la Dera kusini mwa Syria. Alionekana akiwa ndani ya kizimba mahakamani wakati jaji akisoma hukumu yake. Jambo la Dera linachukuliwa kwa kiasi kikubwa kwa mahali ambapo vuguvugu la waasi dhidi ya utawala wa Assad lilianzia. Nao Machi 2011 kukamatwa na madai ya kuteswa kwa kundi la vijana walioshtakiwa kwa kuandika maandishi ya kupinga serikali kwenye kuta kulichochea maandamano jijini humo ambayo yalikaribiwa na ukandamizaji mkazi kutoka kwa vikosi vya usalama. Hatua hiyo ilichochea maandamano nchini mzima yaliyogeuka kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyosababisha vifo vya mamia ya maelfu ya watu. Serikali ya mpito ya Syria ilianza kuwashtaki maafisa waliohusishwa na utawala wa Assad ambao ulitawala nchi hiyo kwa zaidi ya miaka 50 mapema mwaka huu. Najib ni mmoja wa maafisa wa ngazi ya juu kabisa kufikishwa mahakamani. Trump amesema haamini Iran sasa Marekani inadhibiti Hormuz kikamilifu. Rais wa Marekani Donald Trump amesema Jumatano kwamba hana imani na Iran, akisisitiza kwa Marekani ina udhibiti kamili wa mlango wa Hormuz. Nitakuwa mtu wa mwisho kabisa kuamini Iran, wamekuwa wakinidanganya kila mara. Awali, kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM ilisema kuwa imezuia na kuifanya meli iliyokuwa ikielekea katika bandari ya Iran ishindwe kuendelea na safari. Katika taarifa iliyochapishwa kwenye mtandao wa X, CENTCOM ilisema meli hiyo ilikuwa na bendera ya Panama iliyokuwa ikijaribu kupita katika Ghuba ya Oman. Kwa upande mwingine, katibu mpya wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Iran, Mohsen Rezai, amesema mlango wa Hormuz utafunguliwa hadi Marekani ibadili msimamo wake na ikubali masharti ya Iran. Katika siku mbili zilizopita, Iran na Marekani zimeongeza ukali wa kauli zao kuhusu mzozo huo. Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Iran, Mohsen Rezai, amesema Jumanne kwa mlango wa Hormuz utaendelea kufungwa hadi Marekani ikubali masharti ya Iran ya kumaliza vita. Masharti
hayo ni pamoja na kuachiliwa kwa mali za Iran zilizogandaishwa na kusitishwa kwa vita katika maeneo mbalimbali ya Mashariki ya Kati likiwemo Lebanon na Gaza. Kauli hiyo imekuja baada ya Rais Trump Jumatatu kuitaka Iran ilipe fidia kwa watu waliouawa katika vita, mashambulizi na maandamano katika kipindi cha miaka 50 iliyopita. Katika kipindi chote cha mzozo huo, kauli za Trump zimekuwa zikibadilika kati ya kuitisha kuongezeko mashambulizi na kusema kwa makubaliano yako karibu kufikiwa. Katika mahojiano yaliyorushwa Jumatatu usiku, Trump amesema hali ya sintofahamu inaweza kuendelea kwa muda, akisema huenda kaamua kusubiri na kuona kitakachotokea. Vile vile, Rais wa Marekani Donald Trump amedhibitisha kuwa alibadilisha ndege kwa siri alipokuwa akiondoka kwenye mkutano wa NATO nchini Urusi mwezi uliopita, kutokana na uwezekano wa kuwepo kwa tishio la kiusalama. Taarifa hiyo imekuja baada ya kuripotiwa kwa Trump alipanda ndege ya Air Force One tarehe 8 Julai mbele ya kamera za televisheni kabla ya kuhamishwa kwenye ndege ya kijeshi kwa msaada wa gari la kubeba chakula. Mabadiliko hayo ya ghafla yameibua maswali kuhusu iwapo watu waliokuwa kwenye ndege iliyotumika kama chombo waliwekwa katika hatari. Hata hivyo, Trump amesema Jumanne kwa ndege ya kijeshi aliyopanda ilikuwa katika hatari kubwa zaidi. Maafisa wameambiwa CBS News, mshirika wa BBC nchini Marekani, kwa Marekani ilikuwa imegundua tishio la kuaminika kutoka Iran la kurusha kombora kuelekea ndege hiyo. Waandishi wa habari na baadhi ya wafanyikazi wa ikulu wa Marekani waliokuwa ndani ya ndege hiyo hawakujua kwa Trump alikuwa ameondolewa kwa siri kupitia mpango maalum wa kupotosha kutokana na tishio linalodaiwa kutoka Iran. Kesi za soka Ulaya Jumatano. Barcelona wanamtaka kiungo wa Man City Rodri. Chelsea wako tayari kuidhinisha uhamisho wa mkopo kwa winga wa raia wa Ukraine mwenye umri wa miaka 25 Mudryk, huku Convert City ikiwa moja ya klabu tatu za ligi kuu England zikimtaka. Barcelona wana matumaini ya kumsajili kiungo wa Manchester City na Kuhispania Rodri kwa kutoa ofa ya pili yenye dhamani ya pauni milioni 51.3. Inter Milan wako kwenye mazungumzo na Tottenham kuhusu mpango wa kumsajili beki wa kulia wa Uingereza Dejan Spence kwa euro milioni 30, huku mchezaji huyo wa miaka 26 akitaka kuhamia kwa mabingwa ya Serie A. Manchester United wanampa kipaumbele beki kushoto wa Newcastle Lewis Hall, huku mchezaji huyo wa kimataifa raia wa Uingereza mwenye umri wa miaka 21 pia akipendelea kuhamia Old Trafford. Chelsea na Manchester United wamepewa nafasi ya kumsajili kiungo wakati raia wa Uingereza Lewis Kelly, huku Arsenal ikiweza kushawishika kumuuza mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 19 baada ya kuwasili kwa mchezaji wa kimataifa wa Brazil Bruno Guimaraes mwenye umri wa miaka 28 kutoka Newcastle. Asanteni sana kwa nasi.